utu na ubinafsi hawezi. Lakini maandiko yanasema sio kutenda jambo, kutamani. Kuna watu wako na tamaa. Mtu hata akiangalia nyama, anaangalia anaanza kutafuna. Nyama inapikwa, choma, anaanza kutafuna. Mwingine akikula anamzidikisha, anauma, anashidikiza, anameza. Watu wako na tamaa. Na hizo tamaa bado zinakuja, zinaishika mpaka mwili wa mwanadamu. Hakuna kitu kilicho kibaya kama kuangalia. Najua kuna kuangalia ni kule kororana. Kororana kweka hapo. Na kororara. Daudi siku moja alipewa kibali, akapanda viba vya juu, akaenda kutulia. Mungu alikuwa amempa uhuru, alikuwa amempa amani. Wakati alikuwa pale juu, akaona mbibi mrembo akioga kule juu. Bathsheba akamwangalia mara ya kwanza, akaangalia mara ya pili. Badala ya kutosheka, akaangalia akirora. Roho ikamshika. Akaambiwa, nimekupa wazo. Wewe ni mfalme, unaweza chukua chote upendacho. Kwa hivyo akatumana ripoti haraka. Akasema, Eda, nimechukulia ule mke akuwe wa kwangu. Akauliza bwana wake ni nani? Bwana wake ni Uria. Akasema, hapo nitashughulika. Akaenda akashughulika, akamweka lini ya mbele katika vita, akaenda akauawa vitani. Lakini baadaye Bwana akamjia akamwambia, umefanya nini Daudi? Nimekupa chote, lakini umechukua mbuzi ya moja ukiwa umejaza kondoo katika zizi lako. Bwana akamwambia, nitakuadhibu. Wakati tamaa zinapoinuka, adui anajua hakuna mtu hana tamaa. Lakini usipopigana na tamaa, zimeingiza watu wengi katika majaribu. Basi siku ya Jumapili nilikuwa nimesema kwamba tutaangazia aina za majaribu ambayo ningependa kuifafanua kwa wepesi, ndio zote tupate kutambua kwa rahisi majaribu na aina za majaribu. Watu wengi sana ambao walirudi nyuma ni wale ambao walishindwa kutuliza dhoruba za moyo wao. They were unable to control themselves. Ni kwa sababu wakati tunanena majaribu, kuna yale majaribu ambayo yako ndani ya mwanadamu. Kwa hivyo aina mbili za majaribu ambazo nataka kuzungumzia kwa haraka sana, sababu naona sina muda mpaka wa kupumua. Aina ya kwanza ya majaribu nitaiita the natural temptations. Wewe uko na kalamu, andika the natural temptations. Natural temptations. Haya ni majaribu ambayo ni asili ya mwanadamu, ya kwamba yako ndani ya mwanadamu, ni udhaifu wa mwanadamu. Na mara nyingi adui anatazama moyo wa mwanadamu, and he deals with you according to your weakness. Kwa hivyo wakati tunanena the natural temptations, unajua ni zile ambazo zinahusu mtu wako wa ndani kabisa. Yanakaa ni kama ya kiroho, sababu yanashughulika na mtu wa ndani. Pia kuna temptation aina ya pili ambayo inaitwa the physical temptations. Physical temptations, hizi ni zile kabisa zinahusisha mtu wa nje. Sio haiambatani sana na mtu wa ndani, lakini anabatana na mtu wa nje. Wacha tuanze na the natural temptations. Watu wengi katika maandiko ambao wengi waligaili, wengine wakaanguka, na wengine wakanipata katika hali tata kabisa, na wengine hata wakaondoka wakawachana na Mungu, ni wale ambao walishindwa kustahimili mioyo zao. Wakati tunanena natural temptations, ni mambo kama gani? Jambo la kwanza ni anger. Sijui kama unajua what is anger. What is anger? Kukasirika kwa mwanadamu. Na tufungue maandiko katika kitabu cha Waefeso 4. Waefeso 4 kuanzia hapo mstari wa 26. Waefeso 4 mstari wa 26. Maandiko inasema ya kwamba, do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others, but according to their need, that it may benefit those who listen. Na inasema 30, and do not grieve to the Holy Spirit of God. Bwana asifiwe sana.
Katika tafsiri ingine maandiko inasema ya kwamba if you become ugly, don't let your anger lead you to sin. Don't stay angry all day long. Na 27 inasema and don't give devil a chance. Ya kwamba usikampe ibilisi nafasi. Watu wengi ambao walianguka katika majaribu ni wale ambao walishindwa kustahimili hali ya kukasirika kwa moyo wao. Paulo alitambua na kusema ya kwamba wakati watu wanapokasirika na ile hasira inainuka, watu wanatenda mambo ambayo hawakuwa wameyakusudia kuyatenda. Kila mtu anakasirika, mpaka Mungu mwenyewe anasema mimi ni Mungu mwenye hasira, na nitafikishia hasira zangu kizazi cha 3 na cha 4 cha wale ambao wananichukia. Sikiza vizuri sana. Mara nyingi ninasikiza katika runinga siku ya Jumapili kuanzia saa 4 kipindi ambacho kinakuja gitagwo Jera Inishitu. Na wakati ninasikiza ninaona wazazi wakiwa pahali pale ndani wanasema ya kwamba si kuja huku kwa gereza sababu nilikusudia, lakini tendo ambalo nimehukumiwa nalo ni kwa sababu wakati nilijaribiwa na hali ya kukasirika, anger in my life, nikamtuma mtoto wangu akaenda dukani. Na wakati alienda nikamwambia enda chukua unga na sukuma uniletee. Nikampa 200 na sikuwa na pesa zingine, lakini wakati aliondoka akapoteza zile pesa. Wakati mtoto alirejea sababu ya mama kukasirika, akamgonga mtoto vibaya mpaka akamuua, akastakiwa kwa mauaji. Ni kwa sababu wakati moyo wake ulipokasirika, akashindwa kustahimili kukasirika. Daudi wakati ananena katika kitabu cha Zaburi 37 mstari wa 8, anasema ya kwamba every time tunapokasirika, trouble ama anger brings trouble. Kwa hivyo ukisikia ya kwamba roho ya kukasirika imeinuka ndani ya moyo wako, chunga sana, adui asitake advantage ya unyonge wako. The biggest temptation imefunga watu wengi, imeharibu mahusiano ya watu wengi, mpaka watu wengine wanatoka wanaenda wanaacha kanisa, watu wengine wanatenganishwa na wazazi wao. Ni wale ambao walikasirika wakashindwa kustahimili anger in their life. One of the natural temptation ya mwanadamu. Zote tunakasirika, lakini kuna kiwango kukasirika inachoweza kukuingiza katika shimo ambao uweze kujitoa. Chunga sana mpendo wakati unapoinuka katika safari ya wokovu. Every time you feel anger in your life, pray God for the Spirit of God to control your anger in your life. Ama utafanya waamuzi ambao utafuja kujuta. Wale ambao walikuwa gerezani walikuwa wanasema I wish ningepewa nafasi nyingine, I could have been able to control myself. Watu wengine wamekosana na watu wa maana sana. Mtu akapigiwa simu sababu alikuwa amekasirika, akapigiwa na bwana yake, anaongea apendavyo, lakini hajui ya kwamba kesho atamhitaji. Baada ya kutulia amepata kwamba amepewa barua ya kufutwa kazi, ameenda nyumbani. Anga, shetani anajua ni udhaifu wa mwanadamu. Na kila wakati unaposhindwa kustahimili dhoruba za moyo wako, shetani anakuja na kuingiza chini pahali ambapo huwezi kujitoa. Anger is one of the temptations ambayo imeangamisha maisha ya watu wengi. Jambo la pili inaitwa envy, wivu. Wivu. Na tukisoma katika in the book of James 3, the book of James 3, in the book of James 3 and verse 14. Inasema, but if you harbor bitter envy and selfish ambitions in your heart, do not boast about it or deny the truth. Such wisdom does not come down from heaven, but it is earthly and spiritual of the devil. Unyonge wa mwanadamu, hakuna mtu asiye na wivu wake. Hakuna mtu hana wivu. Nakumbuka hata mimi nikiwa kijana mdogo nilikuwa na wivu. Ni kwa sababu nilikuwa ninatamani kucheza hizi mashine. Nilikuwa naona wengine wakiinuka wakisimama, nasikia wivu. Naona wengine wakisimama wanahubiri, na nilikuwa nahisi ndani ya moyo wangu ya kwamba niko na ule mwito. Lakini wivu wangu ulinisukuma kwenda kuchukua pesa zangu, nikaenda shule nikasomea hizi vitu.
Ikanigharimu mimi wivu wangu kupanda mlimani na kuomba Bwana anipe neema ya kwamba siku moja nitasimama madhabahuni jinsi ninavyosimama leo na kuwasaidia wengi kuwajuza habari za mbinguni. Kwa hivyo wivu wangu ulinisaidia kuyatenda yaliyo mema. Mungu anasema mimi ni Mungu mwenye wivu. Na sababu tumezaliwa kwa mfano wa Mungu ni kumaanisha tuko na wivu ya kiwango fulani katika maisha ya mwanadamu. Maandiko inasema in the book of Genesis 4 and verse 1. Tunapewa historia ya vijana wawili ambao Mungu aliwaambia ya kwamba Edeni mkalitoe dhabihu. Mmoja alikuwa anaitwa Kaini, mwingine alikuwa anaitwa Abel. Wakati walienda kutoa lile dhabihu ya mmoja ambaye alikuwa anaitwa Abel ikakubalika, lakini ya Kaini ikakataliwa. Wivu ukamuingia Kaini, akaanza mipango ya kumuua ndugu yake. Wivu unapoinuka, majaribu ya ibilisi, a natural thing ya mwanadamu, inamuingiza katika mitego, anashindwa kujinasua. Ni kwa sababu wivu umefanya watu wakatenda mambo. Zote tuko utofauti. Kuna watu ambao wamepewa kibali cha kusoma, kuna watu wamepewa kibali cha utajiri, kuna watu wamepewa kibali ya sura nzuri kabisa. Kuna wengine wamepewa sura ya kutisha, macho iko nje kama ya omena, anatisha kabisa. Lakini zote tuko tofauti. Usisikie wivu kwa kile kitu ambacho Mungu amempea mwingine. Ni kwa sababu zote tuko na utofauti. Kwa hivyo ukikibizana na wengine, unaweza kufanya wivu wako ukafanya mambo ambayo hukuwa unastahili kuyafanya. Kaini alimuua nduguye. Ni kwa sababu dhabihu lake lilikubalika. Ilikuwa wepesi hata yeye kuyatenda yaliyo mema, lakini badala ya kutafuta roho ya Mungu, alienda kumtafuta ndugu yake na kumuua. Wamama siku moja waliiba wimbo. Wakasema Daudi ameua 1000, Saulu mfalme ameua 10,000. Saulu akasikia vibaya, akasikia wivu. Kwa nini wamama wameiba vizuri kumhusu Daudi, lakini sio mimi? Kuanzia siku hiyo alianza kumuida Daudi ndio amuue. Badala ya kutafuta roho ya Mungu, alienda kutafuta roho ya Daudi. Akakosea, akakosana na Bwana. Adui anajua siri ya mwanadamu, ya kwamba wakati wote anataka kukutenganisha na Mungu. Anataka wivu unainuka. Wivu unainuka. Ndio unaona watu wengine wamerogwa. Mtu hakuwa na makosa, amerogwa. Amewekewa konokono kwa ugali, amekufa kabisa. Sababu mwenye alimtazama alisikia wivu. Wengine walikuwa matajiri, wakarogwa, wanaokota makaratasi kwa barabara. Mtu alihisi wivu. Gari ambayo ilikuwa ni gari nzuri, unaipata gari Mercedes Benz, ndani wanaweka kuku na bata mushiga ndani ya Mercedes Benz. Mtu ambaye alikuwa na mali yake, wivu ukainuka juu ya mwanadamu, akamroga. Sababu shetani akikufuata na wivu, atakushika na atahakikisha amekuangusha. Na Bwana atuokoe kwa roho ya wivu. Jambo la tatu inaitwa kiburi. A natural thing of a human being. Kiburi, sababu hakuna mtu hana kiasi cha malingo. Hata saa hizi jinsi ulivyoenda ukavaa nguo nzuri, ulitoka ukaenda kwa kioo ukajiangalia, ukacheka, ukaona uko sawa, ukatembea kwa utaratibu na unajua kwamba uko smart. Na kila mtu anakuangalia anajua uko smart. Na ukiona pahali kuna vijana wengi unakanyanga kwa utaratibu. Ukiona pahali kuna wazazi unakanyanga kwa utaratibu. Waone hata wewe pia uko chonjo. Ukitoka saluni leo hakuna mtu hajui umetoka saluni. Sura ina change. Vile unakanyanga kuna badilika. Kila mtu wako na kiwango cha malingo. Kinunua gari nzuri, kila mtu hata hawezi weka funguo kwa mfuko, anaweka kwa kidole. Ukienda supermarket, unaenda kwa kidole. Ukitaka kusugua sikio, huwezi chukua kidole, unachukua ufunguo wa gari. Watu wanakuona vizuri. Kila mtu wako na malingo kiasi fulani. Sio ya kwamba ni vibaya kuwa na gari, lakini kila mtu wako na kiwango cha malingo. Lakini maandiko yanasema ya kwamba ukisoma in the book of James 4 and verse 6, ya kwamba James 4 and verse 6 inasema ya kwamba James 4 and verse 6 that God opposes the proud but he gives grace to the humble. Na pia ningependa kusidikisha andiko hilo hadi in the book of Proverbs 16 and verse 18. Proverbs 16 and verse 18. Kwa hivyo nakili maandiko haya ndio ukienda nyumbani utaenda kuyarejelea.
16 and verse 18, Proverbs, inasema ya kwamba pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. Wakati mtu anapojiinua, kiburi cha mwanadamu kinachoinuka, maandiko yanasema ya kwamba Bwana anawapinga wenye kiburi, lakini anawapa hadhi walio wanyenyekevu. Anasema ya kwamba fall, pride comes before a fall. Kuna watu waliojiinua kabisa, waliojiinua. Siku moja ukisoma Danieli 5, kwanzia Danieli ni 4, mfalme mmoja alipanda vyumba vya juu kwa juu, akaenda, alikuwa anaitwa Nebukadneza, akaenda akaangalia ufalme. Wakati alikuwa amekaa pale juu, akaanza kusema, angalia, nimeweza kumiliki mataifa fulani, nimeshika mateka wa Israeli. Akatazama akasema, na hii ni uhodari, kwa sababu mimi ni hodari katika vita. Akaendelea na kusema, hii ni nguvu ya mkono wangu. Hata hakuwa amemaliza yale maneno, Bwana akamjia akamwambia, hata kama umemiliki, nataka utambue ya kwamba mimi ndiye ninayeinua wafalme, na mimi ndiye ninayewazusha chini. Akamwambia, na kwa miaka 7 nitakupeleka kule msituni ukale majani kama mnyama, na nitakurejesha katika kiti cha ufalme. Ndio uelewe ya kwamba sio wewe, lakini ni mimi. Kwa sababu ni Mungu anayeangalia mwanadamu. Kiburi cha Nebukadneza wakati kiliinuka, akadhani ni kwa nguvu na uwezo. Bwana alikuja akamhakikishia, akamwambia, sio kwa nguvu na uwezo, lakini ni kwa njia ya mimi, nimekuinua mahali pale. Kiburi kinapoinuka, Shetani anajua ya kwamba anaanza kukutenganisha polepole. Unawacha kumuona Mungu, unaweza kujiona jitihada zako. Miaka 5 kutoka leo miaka 10, tutakuwa watu tofauti sana. Kuna watu labda hapa litapigia simu lakini hawatashika. Watakuwa wameinuliwa, watakuwa bank manager. Wengine watakuwa anaishi kule Runda, nitakuwa nawapigia honi, anashindwa, anapandisha kioo, anashindwa sasa ni nani huyo. Kwa saa hizi tumekaa chini zote, lakini kuna siku inakuja mpendwa, nitakupigia simu tukunywe chai pamoja. Utaniangalia cheo useme, ndugu wako, hii simu ni ya deni hii. Ukiona simu ya huyu, anataka deni. Sababu watu wanapoinuliwa wanadhani ni kwamba juu niliingia shule, nikaenda university, nikapewa kazi, unadhani ni kwa sababu wewe ulikuwa na hekima, lakini unasahau kwamba ni kwa neema. Shetani anakuja, anaingia kiburi kwa mwanadamu, anamtenganisha na Mungu. Ni wangapi walioanguka? Ni wangapi waliokuja wanalala kanisani, wanainua mikono, wanalilia Bwana usiku kucha, Mungu akawapa neema, akawapa baraka, wakaondoka. Tunawaona huko wakisugua vitambi, wakitembea pahali pa nyama choma na supu ya miguu ya mbuzi. Lakini ushirika, mambo ya ushirika waliweka kando, sababu yale mambo walikuwa wanayatafuta katika nyumba la Bwana waliipata. Wakainuka kiburi, wakadharau, hili kanisa hawawezi ingia, wanataka pahali kuna parking nzuri, kuna askari anayeangalia gari, anajua kwamba baraka zake zilianzia hapa. Wanainuka, wanaenda kujihusisha na watu ambao wako klasi ya kwao, wanasahau walipotoka. Wengine wanaacha wazazi nyumbani, wanakufia huko, wanapewa kiburi. Akiambiwa mama ni mgonjwa, anatuma 200, anaambiwa shughulikeni. Wanatafuta pikipiki kupeleka mama hospitali, lakini yeye ako nyumbani, ako kule Nairobi, anakula vizuri na marafiki, anatembea na gari nzuri, lakini nyumbani kiburi kilimuinua, akasahau na wazazi. Lakini ole wao. Mungu atusaidie tusiwaishikwa na roho ya kiburi. Unajua yote ni kwa Bwana, yote ni kwa Bwana. Ulipokuwa unatembea miguu ni kwa Bwana. Shetani asiingie akakuingia majaribu ya kiburi, ujue yote ni katika Bwana. Jambo la 4 na la mwisho katika nacho ni kitu ambacho kinaitwa the lust of the flesh, tamaa za kimwili. Tamaa za kimwili. Mathayo 5 mstari wake 28. Hapa sasa ndio kitumbuya kiliingia mchanga. Mathayo ni 5 sura ya 28. Acha nisome maandiko haya. Sana sababu tunanena na vijana, ni vizuri niangazie swala hili, na nikinena nitanena kwa wale walio ndani kanisani na kwa wale walio nje ya kanisa. Mathayo 5 mstari wake 28. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully
Na wacha tubadilishe. At anyone who looks to a man, not only a woman, to a man, lustfully. 28. Has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It's better for you to lose one part of your body than your whole body to be thrown into hell. Hakuna mtu hana hisia. Kila mtu ako na hisia. Uwe mzee, uwe kijana, kila mtu ako na hisia. Mimi nilidhani ya kwamba wakati nimeokoka kuna vitu ambazo zitakuwa kabisa zimekufa, sitasikia njaa, tamaa itakuwa imeisha. Lakini nilipata kwamba wakati niliokoka zilizindi makali, ilishidishwa makali, sababu maandiko inasema katika Mathayo 11 mstari wa 12, tangia wakati wa Yohana Mbatizaji ufalme wa Mungu unamilikiwa kwa nguvu. Kwa hivyo sio ufalme unaochukuliwa kwa wepesi, kwa nguvu. Kwa hivyo wakati unaokoka makali yanaongezwa. Na inaongezwa sababu maandiko yanasema sitawawacha kama watoto yatima, lakini nitampa Roho Mtakatifu atakayemsaidia. Kwa hivyo ni kusikiza na sauti ya Roho Mtakatifu ambao utaweza kustahimili. Kunazo nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa mtu na ubinafsi hawezi. Lakini maandiko yanasema sio kutenda jambo, kutamani. Kuna watu wako na tamaa. Mtu hata akiangalia nyama, anaangalia nyama, anaanza kutafuna. Nyama inapikwa, choma, anaanza kutafuna. Mwingine akikula anamzidikisha, anauma, anashidikiza, anameza. Watu wako na tamaa. Na hizo tamaa bado zinakuja zinaishika mpaka mwili wa mwanadamu. Unapata kwamba nikiona kijana mzuri, ninamzidikisha mpaka ile story nilikuwa napewa ninasahau, ninamzidikisha, anaenda. Alafu ninauliza kugagate. Ni kwa sababu mawazo yangu yameshikwa mateka, the lust of the flesh. Nikiona msichana mzuri ninamwangalia, anaenda mpaka ninapotea, ninauliza tu kugagate. Ni kwa sababu mawazo yameshikwa mateka na ibilisi. Hakuna kitu kilicho kibaya kama kuangalia. Unajua kuna kuangalia ni kule korora na kuweka hata na korora. Daudi siku moja alipewa kibali akapanda vyumba vya juu, akaenda kutulia. Mungu alikuwa amempa uhuru, alikuwa amempa amani. Wakati alikuwa pale juu akaona mbibi mlembo akioga kule juu Bathsheba. Akamwangalia mara ya kwanza, akaangalia mara ya pili. Badala ya kutosheka akaangalia akirora. Roho ikamshika. Akaambiwa nimekupa wazo. Wewe ni mfalme. Unaweza chukua chote upendacho. Kwa hivyo akatumana ripoti haraka. Akasema eda nimchukulie ule mke akuwe wa kwangu. Akauliza bwana wake ni nani? Bwana wake ni Uria. Akasema hapo nitashughulika. Akaenda akashughulika, akamweka laini ya mbele katika vita, akaenda akauawa vitani. Lakini baadaye Bwana akamjia akamwambia, umefanya nini Daudi? Nimekupa chote lakini umechukua mbuzi ya moja ukiwa umejaza kondoo katika zizi lako. Bwana akamwambia nitakuadhibu. Wakati tamaa zinapoinuka, adui anajua hakuna mtu hana tamaa. Lakini usipopigana na tamaa, zimeingiza watu wengi katika majaribu. Ndio unapata wakati tumefunga shule juzi, ile ripoti ilikuwa kwa wingi ni kwamba watoto wengi hawakurudi shule. Tumiba. Unapata kachana ka miaka 13 kamebeba kamiba. Sasa unashindwa msichana wa miaka 13 na kamiba. Hiyo hata sura inakaa aje peke yake. Sura yenyewe tu ni mbaya. Shetani anaharibu destiny ya mtu wakati usipoweza kustahimili tamaa. The weakness is a natural weakness ya mwanadamu. Watu wanaingizwa katika ndoa, maisha yao yanaharibiwa, waliokuwa wasome wako nyumbani. Kijana aliyodunga alikwambia nisikie, nijaribu kusikia. Ukisema ni mimi, utaleta ushuhuda. Utatoa ushuhuda wapi? Na ilikuwa usiku, kwa gizani. Ulifikiria hauonekani, lakini ibilisi alikuongoza, akakutenganisha na wengine, akakudunga ndani, akakuweka mateka. The lust imeangusha wengi. Napata kuna unwanted pregnancy. Wengine wakafa wakijaribu kutoa kuepukana na aibu. Wengine wakapotea katika ufalme wa Mungu. Na wapata wamebeba, wananyonyesha huko nje, wanadai tu tena toshahe, anapitia bali akikuona anahepa, mkionana anakuambia ni gai wekete yote gai. Zipage na mizigo yako. Hakuna Mungu, uliigizwa katika majaribu na ukanaswa na adui. Usiwache tamaa za mwili zikainuka, sababu itakuja kukufanya ukajute katika maisha yako yote.
Vijana wanafikiria wako salama sababu ya wao hawatafunga mimba. Lakini wacha nikwambie ukweli, na sijui kama nitamaliza leo. Unaona wakati wangu unanikibiza sana. Sijui kama nitamaliza leo. Mchungaji mmoja akiwa kijana mdogo alipachika msichana wa mwenyewe mimba. Hakuwa ameokoka, alikuwa kijana. Lakini wakati msichana alipata mahusiano na yeye, akapata mimba. Na baada ya kupata mimba, kijana akaenda na akaokoka. Akaenda akaokoka, akakaa kanisani, akakuja akakuwa mchungaji. Lakini siku moja akiwa katika maombi akauliza Bwana, hebu nisaidie, kanisa langu limejaa sana. Nifunulie kwa siri ni watu wangapi wanaoenda mbinguni, ndio nipate hata mimi kuwaombea kabisa. Nijue niko na watu wangapi kanisani wanaoenda mbinguni. Akaonyeshwa, lakini hakuwa baadhi ya wanaoenda mbinguni. Kwa hivyo yeye alikuwa mhubiri anayehubiria watu ambao hawaendi, yeye mwenyewe haendi mbinguni, lakini anayewahubiria wanaenda mbinguni. Akauliza Bwana, itawezekana vipi? Mimi ni mhubiri wa uzima na ufufuo. Hujajiamua kina kibiriti. Na Bwana mimi mwenyewe siko ndani. Akaambiwa, ninakumbuka kuna matendo uliyoyafanya ukiwa kijana. Na kila siku ninahisi kilio cha huyo mtoto sababu pahali yako hapo katika shida na matatizo. Enda ukamshughulikie ndio ukuje nikuhesabu katika kitabu cha ufalme. Vijana wasifikiria kwamba mimi niko salama sababu nilipotea sikupatikana, lakini vitabu za mbinguni mambo yalinakiliwa na katika kule uko na deni. Kwa hivyo anaweza kuwa kuna mmoja alionekana kimwili, kuna mwingine alishikwa kiroho. Chungana na ngome wakati mwili unapoinuka. Meangusha wengi. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa nataka kuingizia the physical temptations. Wacha ni nene moja ya the physical temptations. Zingine tutaendelea Jumapili tukitamatisha. Physical temptations. Hizi sana sio za kimwili, sio za kiroho. Zinahuzisha mtu wa nje. The physical man, mtu anayeonekana. Mtu anayeonekana. Na jambo la kwanza ambalo ningependa kuzungumzia ambalo ndio halina uzito kwa zote, ndio nitaweza kumaliza haraka, ni kitu ambacho inaitwa freedom. Nani anataka kuwa na freedom? Unaingia saa nne usiku kwanza vijana, usiulize umetoka wapi. Unaingia saa nne. Usiulize umetoka wapi. Everybody needs freedom. Mimi nilikuwa shuleni, nilikuwa natamani kwa moyo wangu kabisa ya kwamba wakati nitatoka standard 8 nitakuwa na kabisa kwa sababu kuna mtu wa kuniamsha. Sikujua ya kwamba secondary inanikoje. Nilikuwa ninaamka primary, wakati niliingia secondary nikaongezwa masaa ya kuamka. Badala ya kuamka sasa saa 12 ninaamka saa 11. Nilikuwa naenda shule pale nikashindwa. Nilikuwa nadhani kama natoka 8 nikuja nitulie. Kumbe ndio misigo hapo inaongezeka. Nikasema nikitoka form 4 sasa ndio kulala. Wakati nilitoka form 4 nikaingizwa college Karamoja. Sikupata time ya kulala na kuwa na mzigo kwa. Wakati nilitoka pale nikasema sasa nikimaliza yote nikutulie. Wakati nilifanya degree nimemaliza yote, nimepata kazi, nimetulia, nikaandikwa kazi, nikaambiwa na bwana wangu kazi ya kama tutapata hapa sabini. Naanza kuchelewa, hiyo hainihusu mimi, bora umalize kazi. Ninashindwa kitu gani nitakuja bwana. Kana kisha nikakuja nikaoa. Nilikuwa nafikiria nitakuja nyumbani saa 3 saa 4, nikaambiwa saa 1 kama hujaingia. Tayari simu imenifuata. Uko wapi? Bwana hujaingia hata saa hizo. Siwezi kufanya ninalotaka. Sababu freedom. Hakuna mtu asiyetamani. Hata wao wamekaa hapa chini, wanatamani sana ya kama usulizo umetoka wapi, umekula nini, mbona unaamka hivi. Hakuna mtu ambaye anahitaji kuwa na freedom. Maandiko yanasema katika Luka 15. Kijana mmoja alichoka na freedom. Alichoka. Akaenda kaambia baba yake, mimi naomba unipe sehemu. Nimechoka baba. Kwenda nchi ya mbali. Nilichoka kupangiwa kazi. Enda angalia mifugo. Enda chuna majani. Pika ugali. Sitaki kusumbuliwa. Nipe sehemu utajiri wangu. Mimi niende zako. Baba akamwambia nataka freedom yeye. Uende zako yeye. Chukua. Akapewa mali zake. Akasasanya akazifanya pesa. Akaenda nchi ya mbali. Adui sio mjinga. Alimtenganisha na watu wa Bwana kujua. Sababu kule alikuwa amemwandalia pesa. Alikuwa ametengeneza majambazi na makahaba. Walikuwa wanamngojea wakiwa na njaa. Alipoingia akapewa majina ya kifahari 100. Yaingia kansela, chief, majina ya kumbembeleza. Majina kwa haya msingi.
Wakati alikuwa anaanza kusifiwa, akajaribu kabisa mguu wake akapewa ndio huo, na shetani akamwambia kuja. Ile mali aliyokuwa nayo akaishughulikia, na baadaye ile ibilisi anamshughulikia. Alikuwa baadaye anaiba, baadaye nyingine anaiba. Anapewa majina ya kumsifu, lakini baada ya yote shetani akaondoa marafiki, akamwacha akiwa maskini mpaka mara mwisho yake kula na wakati alipotoka akasema, nilikuwa nadhani ni Mungu umeingiza katika maisha yako mimi. Ukiambiwa wacha baada ya kuwa unapitia mzazi alipitia kitabu, usifikirie mahali ambapo utakuja ukirukaruka. Hivi kama mzazi nimekaa pale na kweli nilikuwa nimeendea kitabu ya biology, hata mimi niliendea kitabu ya biology mbele. Tulikuwa na siku, hata tulikuwa na siku. Nikiwa kulikuwa nilikuwa na siku. Na nikiangalia sura kabla hata unipe report, nilikuwa na kwa kile nikajua hiyo sio sura ya kwanza. Hiyo sura ya kuongea mingi ina mambo mengine. Kwa hiyo mzazi anakuambia sitaki hiyo tabia, na pia mwambie baba unanifanya sana nimekopa nataka uhuru wa kwangu. Kuna watu walikuwa uhuru wakakuja kuja. What do you do with your free time? What do you do with your free time? Freedom will cost you unless you invest your free time in God. Tembea na watu ambao wanakusaidia. Acha kutembea na majambazi. Unatoka kanisani hapo umejazwa injili ya kiroho. Unatoka hapo unachukua vijana wa kuokoa kule. Unakaa vibandani kwanza wewe unajifanya unakula vijana wanakula mboga. Acha nikwambie utaotesha. Na baada ya muda kusogea na muda kusonga soka, ndio utakuja kwa mtumishi mzima. Nilikuwa kwa mmoja nikaongezwa tani ya pili na ukiwa pale ndio wanakupea wazo. Wanakwambia ya kwamba unaona wewe Mungu amepita pale, anakuwa na kiburi sana. Tunaweza enda kwake mchana, yule laptop. Unaona kama laptop ya usiku. Wanakushika wanakuingiza katika ujambazi. Utamalizia kwa je. Wakati mmoja anakuambia, jihusishe kama atakusaidia kuona wewe. Use your free time in enriching your life. Wachana watu ambao watakusaidia. Watu ambao walibarikiwa na kanisa wakapata pesa sana, lakini tunataka kuonekana wako juu. Wanatembea na wale watu wako chini, kila siku wako chini. Sasa ile ndiye manager, wakitaka chai ananunua, wakitaka chakula wananunua, anahitaji zile sifa. Lakini nikwambia wao ni kupe, hawana kusaidia, wanakukula wanabakisha chupa. Baada ya yote unapoteza dakika 10 na wakati wa kupa mafungulia milango wanakuacha. What do you do with your free time? Invest in God. Acha niombe kwa ajili ya siku hii. Tunamshukuru Bwana kwa neema kubwa na uwezo. Asante kwa nafasi ya kuongea na ndugu zetu. Asante kwa kututia nguvu na kutujuza. Ya kwamba kabisa kuna udhaifu ndani ya Mungu. Kwa hiyo anasema ya kwamba hata mimi natamani kutenda hivyo. Lakini napata nikitenda mambo ambayo tusaidie wote kwa pamoja kwa kutumia nguvu ya kuweza kustahimili mipango yote ya Mungu. Tutangulia katika safari ya wokovu, tuombe katika jina la Yesu Kristo. Mungu aliye hai, tumeomba